Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillahi sayyidi sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, wa ba'da. Amma baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada ya rehma kipenzi cha umma na si mwingine bali ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ikhwanu fillah, ndugu zangu Waislamu na wale ambao hawajabahatika kuwa Waislamu, leo tupo kwa ajili ya kukumbushana katika yale ya machache ambayo yameghafilika, kwa sababu sisi ni binadamu na masummi al-insani illa bikathrati nisyan. Hatukuitwa sisi wanadamu isipokuwa tu ni wingi wenye kusahau. Sasa kwa kule kusahau kwetu ndio Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika Qur'an, fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, kumbushaneni, hakika ya ukumbusho unawafaa waumini. Kwa hiyo muumini ndio utamfaa ukumbusho ambao tutakaweza kuutoa hapa, asiyekuwa muumini hawezi kukumbuka. Kwa hiyo lazima tukumbushane. Ndugu zangu, sisi binadamu, wakati mwanzo kabisa wa kuumbwa kwetu aliumbwa baba yetu Adam alayhi salam. Baada ya kuumbwa baba yetu Adam alayhi salam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumza katika Qur'ani, katika surati Al-Anfal sura ya 7 aya kuanzia ya 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia walaqad khalaqnakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia walaqad khalaqnakum, hakika mimi nimekuumbeni nyinyi, thumma sawwarnakum, kisha nikakutengezeni sura, thumma qulna lilmalaikati isjudu li Adam, kisha nikawaambia kundi la malaika msujudieni Adam, fasajadu, wote wakasujudu, illa iblisa lam yakun minas sajidin, wote wakasujudu isipokuwa tu Ibilisi hakuwa miongoni mwa wenye kusujudu. Katika wote waliosujudu isipokuwa Ibilisi tu ndo hakusujudu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akamuuliza Ibilisi, qala ma manaka an la tasjuda idh amartuka, kitu gani kilichokusababishia wewe usimsujudie Adam pale tu nilipotoa amri kwamba msujudieni Adam? Ibilisi akaulizwa swali hili baada ya kuonekana yeye peke yake hakusujudu katika wale walioambiwa wasujudu. Ndipo Ibilisi akamwambia, ana khairum minhu, mimi ni bora kuliko yeye huyo. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin, mimi umeniumba kutokana na udongo, lakini yeye huyo umeniumba kutokana na moto, lakini yeye umemuumba kutokana na udongo. Sasa siwezi nikamsujudia kiumbe ambaye wewe umemuumba kutokana na udongo na mimi ni bora kuliko yeye. Kwa maneno haya Ibilisi, kwa kiburi chake hiki alichokifanya hapa, ndipo Mwenyezi Mungu akamkemea na kumwambia, qala fahbit minha ma yakunu laka an tatakabbaru fihi, toka humo, haukupaswa wewe kuwa na kibri. Fakhruju innaka minas saghirin, toka humo, hakika wewe ni miongoni mwa watu waliopotea kabisa. Sasa Ibilisi baada ya kuambiwa maneno haya angesema tu kwamba basi ya Rabbi nisamehe kwa wale madhambi niliyosema, basi yeye matokeo yake akaongeza tena kibri, akamuomba Mwenyezi Mungu, qala andhurni ila yaumi yub'athun, ya Rabbi basi nipe muda kidogo tu mpaka utakapofufua waja wako, ikiwa mimi umenihukumia adhari kama hiyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia, hakika wewe ni miongoni mwa waliopewa udhuru huo. Ibilisi alichukua ahadi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, qala fabima aghwaytani la aqudanna lakum siratakal mustaqim, ikiwa ya Rabbi umenihukumia mimi adhabu ya kupotea, basi mimi nitawakalia watu wako katika njia iliyonyooka. Thumma la'tiyannahum, kisha nitawazungukia waja wako, min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim wala tajida aktharuhum shakirin, wala hautamkuta yote katika wao mwenye kushukuru, kwa maana nitawazungukia pande zote, mbele yao, nyuma yao, kuliani kwao, kushotoni kwao, wala hautamkuta yote katika wao mwenye kushukuru. Hii ndio ahadi aliyochukua Ibilisi la'natullahi alayhi, ambayo leo tunataka tuzinduane Waislamu na hata ambao hawajabahatika kuwa Waislamu, ili tuzinduke, tufahamu kwamba Ibilisi tupo naye na anafanya kazi yake mpaka hatua ya mwisho kabisa, ambayo siku ya kiyama ya kufuliwa, yeye ndio alipo mwisho wake. Lakini sasa hivi tupo naye na anafanya kazi zake, na alifanya kazi hizi kipindi cha Nabiiullah Adam alayhi salam. Baada ya kuondoka
akawepo Nabii Idrisa alayhi salam. Nabii Idrisa alayhi salam alipokuwepo katika utawala wa kwake yeye, walikuwepo masharifu au mashekhi wakubwa au wanawazuoni wakubwa, walikuwa takriban 5. Baada ya kuondoka, wale waumini wa Nabii Idrisa alayhi salam wakawa na waendea wale watu wao 5 na kwa ajili ya kuwaambia na kuwaomba, ambao ni kama sasa hivi tunazungumza tunasema ni masharifu. Sasa hivi tunasikia kuna sharifu huku, kuna sharifu huku, lakini masharifu wengi wa sasa hivi tunawasikia ni masharifu wa uongo. Sharifu aweze kafufua mafuvu, sharifu aweze kafufua mapembe. Unasikia mtu sharifu anafu anafufua mapembe. Sharifu hata kusoma ujui, sharifu gani wewe? Sharifu una sharifu gani? Watu sasa hivi wanatafuta njia ya kutafuta pesa, na ndio maana wanaingia katika njia kama hizo kwamba mimi sharifu. Mtu akijua aya 2 3 na mimi sharifu, anaanza kukusanya watu na kuambia watu mimi sharifu na kufanya kuwaombea, lakini hakuna lolote analowaambia. Ni uongo mtupu na kuaibia. Sasa hawa watu walikuwepo katika kipindi cha Nabii Idrisa alayhi salam. Baada ya kuondoka Nabii Idrisa, wale walikuwepo, walibakia. Baada ya kubakia wale watu, wale waumini walikuwa nawaendea wale watu, wale wacha Mungu, wale mashekhe, wanazuoni wakanawaendea kwa lengo na madhumuni ya kuambia, ewe fulani, tuombe kwa Mwenyezi Mungu, tuna jambo letu 1 2 3 ili Mwenyezi Mungu atuondolee hili jambo. Walikuwa takriban watu 5. Kulikuwa kuna Wadda, kulikuwa kuna Suwa, Yaghutha, Yauqa wa Nasra. Hawa walikuwa wacha Mungu 5 ambao hawa walikuwa wanapendwa kweli kweli na waja. Kipindi hicho cha Nabii Idrisa alayhi salam, baada ya kuondoka kwake, walikuwa wanapenda sana, walikuwa wanawafuata na kuambia, Wadda, tuombe kwa Mwenyezi Mungu, kuna kadhia 1 2 3 sisi natusibu. Basi yule Wadda anamuomba Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anawatengenezea ile jambo lao wale ambao wametaka kuombewa na Mwenyezi Mungu. Sasa hii hali ikaendelea mpaka ikafika mahala wale wacha Mungu 5 mmoja badala mwingine wakaweza kuondoka, kwa maana wakafariki mmoja badala mwingine, kuanzia Wadda, Suwa, Yaghutha, Yauqa wa Nasra, mmoja badala mwingine wakaondoka. Sasa baada ya kuondoka wale wote, wale wacha Mungu wakahuzunika kweli kweli. Kama sasa hivi unaposikia mcha Mungu ameondoka, basi waumini wanakuwa naumia katika nafsi zao kwamba fulani kaondoka, sasa itakuwaje? Fulani kaondoka, sasa hali itakuwaje katika sisi maisha yetu? Kama unavyosikia mtu anapofariki, labda tegemezi katika familia, anapofariki mtu tegemezi katika familia, basi utakuta watu wazima walalamike sana, kwa maana kifo chake kinakuwa kilio cha namna mbili. Kwanza, kuondoka kwake huyu, sisi maisha yetu atakuwaje? Lakini jambo la pili, watu watakuwa wanaumia kwa kuondoka kwake huyu mtu, kama tushamkosa, hatupo naye tena, sisi hali yetu sisi kimaisha itakuwa vipi? Kuna watu wakiondoka katika hii dunia, watu wanahuzunika sana, wanahuzunika zaidi ya mara 2. Kwa jinsi gani? Vile mtu kaondoka, hali ya kuwa sisi bado tunamhitajia yule mtu. Yaani kuna watu katika hii dunia wanaishi kana kwamba vile wanahisi hawa watu hatakufa tena, watu wanaishi milele. Umeona? Lakini sasa kwa hawa watu kuondoka kwao, watu wengi wakahuzunika, wakaumia sana mioyoni mwao kwamba sisi sasa hali yetu itakuwaje? Tushazoea, tunamfuata Wadda, tunamfuata Suwa, tunamfuata Yaghutha, tunamfuata Yauqa, tunamfuata Nasra. Tunawaambia, tunakuomba utuombee kwa Mwenyezi Mungu, tuna kadhia yetu 1 2 3. Leo watu wameondoka, sisi maisha yetu yatakuwaje? Sisi hali zetu zitakuwaje? Itakuwaje katika kumlilia Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sasa hapa yule laanatullah Ibilisi aliyelaaniwa na Mwenyezi Mungu, yule sasa ndo akaanza kufanya kazi zake hapa na kuwaendea hawa watu na kuambia, nyie msiwe na wasiwasi, msiwe na tabu yoyote, mimi nitakutengenezeni sura mfano wa wale watu, mfano wa Wadda, mfano wa Suwa, Yaghutha, alafu nitakutengeneza sura zao vile vile, pua yake, macho yake, sura ni ile ile, na sehemu yake anapokaa tutamweka pale pale. Alafu itapata tabu, mtakuwa mkimuona yule sanamu ni mfano wake, mmemuona yule mwenye muhusika. Mkimuona ile sanamu ya Wadda, basi ndio kama Wadda mwenyewe. Kwa mnamweza mkamwomba Wadda kama ulivyokuwa mnamuomba mwanzo, vile vile, wala hamtupata shida yoyote nyinyi, hamna tabu yote mnayopata hapo. Basi wale watu wakaridhia, wakaona hii ni nzuri sana, hii idea safi kabisa, lete jambo kama hilo. Basi Ibilisi ndio akafanya kazi yake ya kuanza kuwatengenezea masanamu ya mfano wa wale wacha Mungu 5, na kila mmoja likawa linawekwa sehemu yake. Huyu anawekwa huku, huyu anawekwa huku, huyu anawekwa kule, Wadda yupo huku, Suwa yupo huku, Yaghutha, Yauqa, Nasr, wapo tofauti tofauti, wametawanyika. Wale watu wakiwa wanawaendea sasa wale wacha Mungu katika sura ya masanamu, wanawafuata na kuambia, Wadda, tunakuomba utuombee kwa Mwenyezi Mungu. Yale masanamu sasa sio tena binadamu, wale sasa ni masanamu.
wale ni masanamu, sio tena binadamu. Wanawaambia, wadda, tunakuomba utuombee kwa Mwenyezi Mungu atuondolee kadhia 1 2 3. Ewe Suaa, wanafuata masanamu. Sasa hali hii ikaendelea, mwisho wa siku yule Ibilisi, kwa sababu kizazi na kizazi kikaendelea kikiamini ya kwamba hawa ndio wanaotakiwa sisi tuwaambie watuombee kwa Mwenyezi Mungu, lakini hawa si watu tena, hawa ni masanamu. Sasa fikra zile sasa zikapotea katika vichwa vya watu kwamba hawa ndo watu wanajua ni masanamu, lakini masanamu hao tukiwaambia watuombee kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anatekelezea jambo letu. Hii hali ilivyoendelea kizazi na kizazi, Ibilisi akawajia tena kwa mara nyingine. Ibilisi hapa, nataka nikupe mfano huu ili upate kuelewa jinsi gani Ibilisi alivyotoa ahadi kule kwa Mwenyezi Mungu kwamba hawa mimi nitawazungukia, nitapitia denge, nitawaangalia kwa kila njia ili mpaka niwapoteze katika njia yako iliyonyooka. Ndio uangalie mfano huu kwa Nabii Idris alayhi salam, walivyoondoka wakabakia hawa cha Mungu watano. Ibilisi akawajia tena wale watu na akawaambia, nyinyi msio kama hamna akili, msio kama wajinga. Hawa mnaoita kwamba Wadda, Suaa, Yaghutha, Yauqa, Nasr, hawa ndio miungu wenyewe, sio hawa wakakuombeeni kwa Mungu. Sasa wale watu wakabidi wakawa tafakari, mbona kama nayo naingia akilini hili kwamba hawa kumbe ndio miungu wenyewe, toka sisi tuwaombe hawa, sio hawa wakatuombee kwa Mwenyezi Mungu, bali hawa ndio miungu wenyewe. Ina maana sasa sisi tukifika pale katika ile sanamu tumwambie, Wadda, tunakuomba utujalie katika jambo letu kadha. Ewe Suaa, tunakuomba utuondolee kadhia yetu kadha wa kadha. Na hapa ndio ilikuwa mwanzo wa kuabudiwa kwa masanamu. Mwanzo wa kuabudiwa masanamu ndio ilikuwa kipindi hiki ambacho Nabii Idris alayhi salam kashaondoka. Kabla ya kuja Nabii Nuhu alayhi salam, wakaingia hawa wacha Mungu, na wacha Mungu sasa wakabadilishwa, mwisho wa siku wakaonekana kama hawa ndio miungu wenyewe. Huu ni mfano hai ambao Ibilisi jinsi gani alivyowateka watu kidogo kidogo, alivyowachukua mpaka akawaingiza katika kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kumwacha kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuanza kuabudia yale masanamu.